أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo ni Ijumaa ya pili ya mwezi huu tulio nao, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao uliokithiri mno watu kufanya kheri ndani yake. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawafutia waja wake madhambi yao kwa wingi. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ndio mwezi ambao watu wanakithiri mno kuisoma Qur'ani. Yote haya ni katika mambo mazuri, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie amali zetu zote na atupe nguvu ya kuweza kufunga na kusimama usiku, na atuwezeshe tuweze kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa amani na salama. Khutba ya leo, ndugu zangu Waislamu, sio geni kwenu. Tumeshawahi kuzungumza siku za nyuma. Unwani yake inasema min barakati alqurani alkarim. Tunakumbushana miongoni mwa baraka za Qur'ani hii ambayo ni kitabu kitukufu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, katika sura ambayo kila mmoja wetu naamini kuanzia Lailatul Jum'a jana mpaka mchana wa leo wamekuwa ni wenye kuisoma siku hii, sura hiyo, Suratul Kahf. Aya ya mwanzo kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhamdulillahi alladhi, kila jinsi ya sifa njema ni za Mola ambaye anzala ala abdihi alkitaba, aliyeteremsha kitabu hiki Qur'ani kwa mja wake. Mja huyu ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walam yaj'al lahu iwaja, na hiki kitabu Qur'ani hakina pogo wala kasoro wala dosari. Qayyiman, Qur'ani ni kitabu kilichonyooka, kitabu kilichotengea kisawa sawa. Kimekuja kazi yake kubwa, Allah anatuambia liyundhira ba'san shadidan min ladun, kimekuja kutoa onyo kali kwa wale watu wasiokomeka, watu wanaoendelea kufanya maovu, kwamba watapata mateso na adhabu kali kutoka kwake. Wayubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Pili, kitabu hiki kimekuja kuwapa bishara wale watu ambao ni waumini, tena sio waumini tu, wao ni wenye kutenda yale matendo yaliyo mazuri, anna lahum ajran hasana, kwamba wao watapata malipo yaliyo mazuri kabisa. Ayuha almu'minuna ibadallah, alhamdulillahi alladhi
kila jinsi ya sifa njema ni za Mola ambaye manna ala ummati alislam, aliyewafanyia ihsani umma huu wa Kiislamu. Sisi ndugu zangu wa Islam tumefanyiwa ihsani na wema mkubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila wakati zidi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wema na ihsani hii aliyotufanyia. Wema huu ni kutuletea na kutufikishia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni neema kubwa iliyoje hii kwa Uislamu na kwa Waislamu. Ndio Allah akasema, laqad manna Allahu ala almu'minin, Allah azza wa jalla amewafanyia ihsani na wema waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pindi alipowaletea wao mtume ambaye anatokana na wao. Hawakuletewa jini wala hawakuletewa malaika, wameletewa mwanadamu kama wao, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walakin Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuwa bora kuliko viumbe wote juu ya ardhi hii, kwa sababu yeye anapokea wahyi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alaihim ayatihi, Mtume Muhammad amekuja kuwasomea wao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakkihim, na amekuja kuwafundisha namna ya kujitakasa na kujikomboa na madhambi yao. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, Mtume amekuja kuwafundisha watu kitabu, yani Qur'ani, wal hikma, na kuwafundisha sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kabla hapo watu walikuwa wako katika upotevu wa wazi wazi kabisa. Ni neema na ihsani kubwa Allah ametufanyia. Lau kama ujumbe wa Mtume Muhammad haukutufikia sisi, labda ingelikuwa tunaabudu mizimu na ibada nyinginezo, lakini walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia ihsani sisi umma wa Kiislamu, bali akatufanyia ihsani biinzali kitabihi alquran alkarim, kwa kututeremshia sisi kitabu ambacho ni kitukufu. Hii ni neema nyingine. Sote tunakubali kwamba Qur'ani ni kitabu kitukufu, na kitabu kimekuja kutuongoza sisi Waislamu. Hatuna muongozo mwingine isipokuwa ni Qur'an, na Qur'ani hii Allah akaisifu, la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi, haifikiwi kamwe na upotofu na batili ya aina yoyote mbele yake wala nyuma yake. Kwa maana hakuna mtu ambaye anaweza kuibadilisha Qur'ani hii. Kwa nini? Tanzilun min hakimin, ni uteremsho unaotoka kwa Mola mwenye hekima, tena hamidin, na yeye ni mwenye kustahiki kuhimidiwa na kusifiwa. Alhamdulillahi alladhi, kila jinsi ya sifa njema ni za Mola ambaye jaala kitabihi shifaun wa rahmatun lilmu'minin. Allah azza wa jalla ni wa kushukuriwa kwa sababu ameteremsha kitabu ambacho amekifanya yeye kitabu hiki kuwa ni shifa, ni pozo au ponyo, tena akakijalia kuwa ni rehma kwa waumini. Akasema ndani ya Qur'ani, wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmu'minin, na tumeiteremsha Qur'ani hii ambayo mafundisho yake kwenu nyinyi yamekuwa ni pozo au ponyo, tena ni rehema kwenu nyinyi waumini. Shifaun lima fi sudur, Qur'ani imeletwa kuponya maradhi ya nyoyo. Maradhi hayo ni maradhi ya shaka juu ya Allah na juu ya dini hii. Ukisoma Qur'ani unaondoa shaka yako. Qur'ani ni shifa, imekuja kuwaponya watu ambao wana maradhi ya unafiki na maradhi ya uhasidi
na maradhi ya hikdi, chuki. Unaposoma Qur'ani, haya maradhi yote kwako wewe yanaondoka. Alhamdulillahi alladhi, kila jinsi ya sifa njema ni za Mola ambaye jaala kitabihi mubarakun, aliyejalia kitabu chake kuwa ni chenye baraka. Qur'ani ni kitabu ambacho kina baraka. Tusikilize aya hizi 3 au 4 zinazozungumzia kubarikiwa kwa Qur'ani hii. Allah azza wa jalla akasema katika suratu Al-An'am aya 92, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hiki kitabu yani Qur'an ni kitabu ambacho tumekiteremsha kwenu nyinyi, ni kitabu kilicho na baraka, tena musaddiqul ladhi baina yadayhi, kilichokuja kuhakikisha na kusadikisha yale yote yaliyopita nyuma kuwa ni ya kweli katika vitabu ambavyo vilivyopita. Zabur, Taurat na Injil, yote imekuja kuhakikishwa ndani ya Qur'ani hii. Aya pili, suratul An'am 155, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hiki kitabu yani Qur'ani tumekiteremsha kwenu nyinyi, ni kitabu ambacho kilicho na baraka nyingi sana. Fattabi'uhu, basi enyi waumini kifuateni kitabu hiki. Wattaqu, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun, ili mupate kurehemewa. Aya katika suratu Sad aya 24, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, hii Qur'ani ni kitabu ambacho tumekiteremsha kwako wewe Muhammad. Kitabu hiki Muhammad, jua ya kwamba ni kitabu kilicho na baraka nyingi. Liyadabbaru ayatihi, kimeteremshwa kina baraka, lakini wasomaji wanatakiwa wawe ni wenye kuyazingatia yale maneno yaliyoko ndani ya Qur'ani na kuyafikiria. Waliyatadhakkara ulul albab, na ili wapate kuwaidhika, yani wapate kufunuka vichwa vyao na fahamu zao, wale watu ambao walio na akili. Aya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa hadha dhikrun mubarakun, na hii Qur'ani munaoisoma ndugu zangu wa Islam ni mawaidha ambayo yaliyobarikiwa, anzalnahu, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha. Kwa hivyo unaposoma Qur'ani uko katika kusikiliza mawaidha ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposoma Qur'ani uko katika kuzungumza direct na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wakaambiwa wale Makureishi, afa antum munkirun, basi pamoja na yote haya bado nyinyi mnaikataa na kuipinga Qur'ani hii. Enyi ndugu zangu Waislamu, Al-Allama Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anasema maneno haya, fa wallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, hii Qur'ani imesifiwa bi annahu mubarakun wala shakka annahu kadhalik. Qur'ani imesifiwa na Allah kuwa ni kitabu chenye baraka, na hakuna shaka kuwa ni kitabu kilichobarikiwa. Kisha akaendelea kusema, akasema, fahuwa mubarakun fi tilawatihi, kitabu hiki kimebarikiwa kwa kule kukisoma kwake. Kila mmoja anakimbilia kuisoma Qur'an. Mubarakun fi atharihi, imebarikiwa Qur'ani hii katika athari yake. Qur'ani ina athari. Wa mubarakun fi ta'thirihi, Qur'ani ina baraka katika kuathiri kwake. Inaposomwa Qur'ani inaathiri nyoyo
za wale wanaokiamini kitabu hiki. Ikiwa hamuamini, someni tarehe, muangalie namna gani khalifa wa pili wa Kiislam namna alivyosilimu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliisoma Qur'an na ikambadilisha, akasema kuwa haya maneno si ya mtu wa kawaida. Yuko wapi Muhammad niende nikasilimu mimi? Ili muathiri. Mubarakun fi ta'thirihi fahuwa mubarakun bikulli anwa'i albaraka. Qur'ani hii imebarikiwa kwa kila sampuli ya baraka. Haya ni maneno ya Allama Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Qala al-Imam Ar-Razi rahimahullah, naye anatuambia nini? Kitabun mubarakun, kitabu hiki kimebarikiwa kweli kweli. Maana yake ay kathirun khairuhu, Qur'ani ina khairi nyingi ndugu zangu wa Islam. Daimatun barakatuhu wa manfaatuhu, hakika baraka zake na manufaa yake ni yenye kudumu. Na miongoni mwa baraka ya Qur'ani, akasema Imamu Razi, yubashiru bithawabi walmaghfirah, kila anayesoma na mtenda mema anakuwa ni mwenye kubashiriwa kuwa atapata malipo na msamaha kutoka kwa Allah azza wa jalla. Na miongoni mwa baraka ya Qur'ani, wayazjuru anil qabihi wal ma'siyah, imekuja kukataza, kukemea, kuondoa na kuzuia na kuhadharisha watu na kitu gani? Kufanya maasiya. Muonaje mwongozo huu kutoka Qur'ani ndugu zangu wa Islam? Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, Qur'ani hii Al-Karim mubarakun, ni kitabu kilichobarikiwa. Ala qari'ihi, kwa yule anayesoma Qur'ani. Mwenye kuisoma Qur'ani amebarikiwa na Allah, yani anapata khairi nyingi fi dunya wal akhirah. Wasimaihi, bali kitabu hiki kimebarikiwa kwa yule ambaye anayekisikiliza. Kuna watu wanapenda kuisikiliza Qur'ani. Kusoma ni mzito, lakini anaisikiliza Qur'ani kwa wingi ikiwa inasomwa pahali pengine. Wa mutadabbarihi, na kitabu hiki kimekuwa ni chenye kuzingatiwa. Na hizo ndiyo alama za baraka. Na alama kubwa ya baraka ya Qur'ani ndugu zangu wa Islam ni kwamba katika kila harufu anayoisoma mja ni jema moja, lakini Mtume anatuthibitishia jema linalipwa kwa 10. Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika suratu Fatir, kabla hatujaingia katika hadithi hiyo, kuonyesha kusoma Qur'ani ni biashara kubwa baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema, innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika ya wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu ssalata, na wale wanaosimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, na wale ambao wanatoa katika mali zao zile ambazo Allah amewaruzuku kuwasaidia wale wanaohitaji kwa siri na kwa dhahiri. Sifa tatu hizi Allah anasema watu wenye kufanya haya yarjuna tijaratan lan tabur, wako katika kufanya biashara baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, biashara isiyokuwa na hasara. Kwa hivyo unaposoma Qur'ani, wewe uko katika kufanya biashara baina yako na Allah, biashara isiyokuwa na hasara. Unaposimamisha swala, ni biashara kubwa mno hiyo, unaifanya baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, haina hasara, bali wewe ni miongoni mwa watu bora na wema kabisa. Bali ukiwa wewe unasimama kutoa mali yako, kama ambavyo tumeona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu Islam, kuna makundi ya wanawake, makundi ya vijana na watu mbalimbali, matajiri na wale ambao wanaokuwa na uwezo, wamefanya nini? Wananunua vyakula ili kuwafuturisha wale watu ambao wasiojiweza, kuwafuturisha Waislamu,
na hii ni katika ibada kubwa kabisa. Sasa hii ni biashara baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala isiyokuwa na hasara, lakini tuko katika Qur'ani. Sahaba mtukufu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sahaba huyu bingwa wa Qur'ani anasema amemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema, yoyote mwenye kusoma harufu moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, falahu hasanatun, basi ana jema, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja Allah analipa kwa 10 mfano wake. Kisha Mtume akawaambia masahaba, la aqulu alif lam mim harfun, sijasema enyi masahaba zangu kwamba unaposema alif lam mim ati ni harufu, la, lakini ninachokusudia alif harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kwa hivyo unaposhika msahafu wako ukaanza a'udhu billahi minash shaitani rrajim, alif lam mim, tayari una thawabu 30. Kila harufu unalipwa thawabu 10. Harufu 3 hizo unalipwa thawabu ngapi? 30. Niliwahi kuzungumza, Qur'ani ina juzuu 30, kila mmoja anajua. Qur'ani ina sura 114, kila mmoja anajua. Watafiti wakatafiti wakasema Qur'ani ina aya takriban 6666 au 6236, na wewe pia kafanye utafiti wako. Wakaja katika alphabets, huruf zilizoko ndani ya Qur'ani, wakapiga utafiti wao wakasema Qur'ani ina harufu, Qur'ani ina harufu 323,671. Wengine wakasema ni 322,372. Fanya times 10 unapata 3,236,710. Kwa hivyo hizo ni thawabu umezipata kwa khitma moja tu, takriban 3,000,000 hasanat umezichuma kwa sababu ya kuhifadhi na kusoma Qur'ani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Basi ajabu nyingine ni kwamba wewe umefutiwa pia vile vile sayyi'a takriban 3,000,000 kwa ajili ya kuisoma Qur'an. Hii ndiyo baraka ya Qur'ani, ndugu zangu wa Islam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao ni wenye kukipenda kitabu hiki na kukisoma kitabu hiki asubuhi na jioni, usiku na mchana, ili tuweze kupata baraka zake. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Enyi ndugu zangu wa Islam, sahaba mtukufu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja mtume wa Allah aliniambia mimi nisomee Qur'ani ewe Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud akasema, qultu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, aqra'u alayka wa alayka unzil, nikusomee Qur'ani na hali ya kuwa Qur'ani hii inateremka kwako? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ibn Mas'ud sahaba wake, naam inni uhibbu an asma'ahu min ghairihi,
Mimi napenda kuisikiliza Qur'ani ikiwa inasomwa na mtu mwingine. Kwa hivyo si ajabu ukamuita ndugu yako Muislam, hebu nisomee Qur'ani leo niisikie, kwa sababu ibada hiyo aliifanya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, kama mnavyojua na mnavyoelewa ndugu zangu Waislamu, akaanza kumsomea mtume alayhi salatu wasalam sura gani? Suratun Nisa. Akasoma Suratun Nisa kuanzia mwanzo mpaka akafikia katika aya ya 41 ambayo inasema fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wajina bika ala haula'i shahida, itakuwaje siku ambayo kila umma utaletewa shahidi wake? Siku hiyo ni siku ya Kiyama, na tukakuleta we Muhammad ukawa ndio shahidi wa umma wako. Yaumaidhin, aendelea kusoma sahaba huyu, anasema siku hiyo yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula, watatamani wale watu ambao waliokufuru na wakamuasi mtume wa Mwenyezi Mungu, lau tusawa bihimul ard, lau ardhi ipasuke waingie ili wafinike tena, yani wafe kwa mara ya pili siku hiyo ya Kiyama. Lakini hakuna kufa. Wala yaktumuna Allah haditha, wala hawatakuwa na uwezo wa kumficha Mwenyezi Mungu neno lolote au hadithi yoyote ile. Alipofikia hapa mtume alayhi salatu wasalam kwa maneno mazito haya akawa anamwambia Ibn Mas'ud, hasbuk hasbuk, tosha tosha. Akimtazama mtume alayhi salatu wasalam anachuruzikwa na machozi kwa ukubwa wa maneno haya. Kwa hivyo kuisikiliza Qur'ani ni katika sunna kubwa kabisa. Enyi ndugu zangu Waislamu, wa min barakati alquran, miongoni mwa baraka za Qur'ani enyi ndugu zangu Waislamu, ziyadatul iman, ni kuzidi kwa iman. Kila unapoisoma Qur'ani imani yako inazidi, imani yako inazidi. Wal ma'rifatu billahi azza wa jal, bali unakuwa na maarifa na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala zaidi, kwa sababu hakuna pahali pengine ambapo utamjua Mola wako vizuri isipokuwa uisome Qur'ani. Kwa mfano, hatumjui Allah, lakini unaposoma katika suratul Hashr anasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Allah azza wa jalla mwenyewe akajieleza kuwa Allah ni nani? Alimul ghaibi wash-shahada, yeye ndiye mjuzi wa mambo yaliyofitamana na mambo ambayo ni ya dhahiri. Tena yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni ar-rahmanur rahim. Haya utayapata wapi? Ni kila unapoisoma Qur'ani imani yako itazidi na utapata kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa undani zaidi pindi unapoisoma Qur'ani hii. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala, nikimalizia khutba hii, anatuambia katika suratu al-Anfal, anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini wa kweli ni wale ambao pindi inaposomwa Qur'ani nyoyo zao zinapata kicho, wanakuwa na hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa hii Qur'ani aya zake, au wanaposoma aya za Qur'ani wale waumini wanafanya nini? Zadatu imana, imani zao zinapanda, imani zao zinazidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na hao waumini wanakuwa ni wenye kumtegemea Mola wao. Alladhina yuqimuna as-salah, hao ni wale ambao wanasimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile ambavyo Allah alivyowaruzuku wao wakawa wanatoa. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Hizi sifa tano miongoni mwa nyingi zilizoko ndani ya Qur'ani, Allah akasema hawa waliobeba sifa hizi
humul mu'minuna haqqan, hawa ndio waumini wa kweli kabisa. Lahum darajatun inda rabbihim, hawa watapata vyeo mbalimbali mbele ya Mola wao, wa maghfiratun, na watapata msamaha, wa rizqun karim, na riziki iliyo bora kabisa. Enyi ndugu zangu wa Islam, tuko katika mwezi wa Qur'an, mwezi ambao imeteremka Qur'ani ndani yake. Musipuuze Qur'an, someni Qur'an. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akijiliwa na Jibril ili kumsikiliza akiisoma Qur'ani kila mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na wewe kumbuka, swala 5 hakikisha kila swala unapiga juzuu moja. Ikifika siku 6 umefanya khitma moja. Mwenyezi Mungu atuwezeshe hayo, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremka Qur'ani ndani yake. Hudan linnas, Qur'ani ambayo ni uongofu kwa watu. Wa bayyinatin min alhuda, Qur'ani ni hujja na dalili zilizo waziwazi za uongofu. Wal furqan, na Qur'ani ni kipambanuzi baina ya haki na batil. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, tumesikia hizi ni miongoni mwa baraka ya Qur'an. Usiwachwe nje ya haya ambayo tuliyozungumza, kwani uko katika fursa kubwa. Allah amekuwezesha kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wengi hawakuweza, wako mbele ya haki hivi tunavyozungumza. Allah ajalie makaburi yao rawdhatun min riyadhil janna. Wengine hawakuweza, wako mahospitali, wameshindwa kufunga. Wewe umeweza kufunga, una akili timamu, macho yako yanaona, kwa nini usisome Qur'an? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم التف بنا فيما جرت بالمقادير، وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.